Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Askofu Ruben Shukuru wa Katite. Nimeokoka na mpenda Yesu kwa neema ya Mungu, askofu wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Malindi. Na nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni nyinyi wote katika ibada hii ya muhimu sana, tunapofurahia maisha ya kijana wetu Fikirini Jacobs kwa umbali ambao Mungu amemleta, lakini zaidi sana pia tumshukuru Mungu kwa sababu ya kumleta rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto kuja kuwa pamoja nasi katika ibada hii ya muhimu. Tumekuwa tukiona ibada hizi kwengine, ibada za pamoja zikifanyika, na leo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuchagua kuja kuabudu pamoja nasi watu wa Bamba, tena Bamba ile ya ndani kabisa. Tunasikia kushukuru na kumtukuza Mungu sana. Jamani, tumfurahikie Mungu kwa makofi mazuri kwa ajili ya rais wetu kupata nafasi kuja kuabudu pamoja nasi. Kabla tuende kwa neno la Mungu, Mheshimiwa Rais, mimi ni mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya shule ya upili ya Godoma ambayo iko hapa tu town, na shule hii ni shule ya kitambo ambayo tunashukuru maana enzi za Rais Moi alikuja akatujengea madarasa pale. Lakini nipende kuongea pasipo haya kwamba leo hii madarasa yetu pale mengine yalipeperushwa na upepo na hatujaweza kuyarudisha, mengine yalianguka. Kwa hivyo tuna uhaba mkubwa wa madarasa pale Godoma Secondary, lakini pia tuna uhaba wa ukuta wa uzio wa ile shule yetu, kwa sababu vitu vingi vimekuwa vikifanyika pale shule ikiwa pale town, kwa sababu haina ukuta unaozunguka ile shule. Kwa hivyo niombe kwa unyenyekevu kama mwenyekiti wa shule ile, Mheshimiwa Rais, ukiongea neno moja Godoma tutapona. Asante. Nipende tuende kwa neno la Mungu. Sisi sote tujifunze kwa kifupi asubuhi ya leo kuhusu tumaini kwa ajili ya taifa letu la Kenya, kutoka kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili mlango wa 7 mstari wa 14. Biblia inaposema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni, nami nitasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, leo hatuzungumzi kwa kanisa peke yake, bali tunazungumza kwa taifa zima la Kenya na ulimwengu mzima. Na nataka nianze kwa kusema hivi ya kwamba mataifa huinuka na kuanguka si kwa sababu ya nguvu za kiuchumi, si kwa sababu ya nguvu za kijeshi, si kwa sababu ya mifumo ya kisiasa pekee, bali kwa sababu ya hali ya kiroho na maadili ya watu waliomo katika taifa lile. Na katika maandiko matakatifu, Mungu aliinua manabii, makuhani na viongozi ili kupeleka ujumbe wa kuyarudisha mataifa katika haki, uadilifu, umoja na kumcha Mungu. Taifa letu la Kenya hivi leo linasimama katika wakati muhimu sana, wakati ambapo tuna changamoto mbalimbali, lakini bado ni wakati wa muhimu sana kwetu kutafakari ni jinsi gani tunavyoweza kumrudia Mungu kwa mioyo yetu yote. Kuna changamoto mbalimbali katika taifa letu. Tunazo changamoto za ufisadi, tunazo changamoto za dhulma za mbalimbali, kuna changamoto za migawanyiko ya mirengo mbalimbali iliyopo, na tumesikia hii watu wakigawanyana kwa hali za maneno. Kuna vurugu mbalimbali tumeshuhudia katika taifa letu. Kuna kuporomoka kwa maadili na ukosefu wa ajira, kukata tamaa miongoni mwa vijana, kudhoofika kwa maadili ya familia, uchumi ambao unapata shida kila uchao, na hata migogoro kati ya binadamu na wanyama wa pori. Na Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana kwamba jana uliweza kuongea habari za wanyama pori, na tunaamini ya kwamba hili pia litapata suluhu, kwa sababu
limekuwa donda ndugu katika maeneo yetu haya ya Bamba. Hata hivyo, napenda niseme hivi ya kwamba pamoja na changamoto hizi zote nilizotaja na nyingine ambazo sijataja, Mungu hajaliacha taifa la Kenya. Siuguse jirani, mwambie jirani, Mungu hajatuacha bado. Bwana Yesu asifiwe. Mungu bado anasema yuko tayari kuponya nchi yetu. Yuko tayari kuturejesha na yuko tayari kufanya upya mambo yaliyodidimia. Na hizi ni nyakati ambazo kama taifa tunahitaji umoja, tunahitaji hekima, tunahitaji ujasiri na tunahitaji imani. Ingawa tunakabiliana na changamoto mbalimbali ambazo nimezitaja, kamwe hatufai kupoteza matumaini katika nguvu tuliyo nayo kama wananchi wa Kenya. Kwa hivyo ujumbe huu asubuhi ya leo ni mwito kwa kila mmoja wetu, tuweze kurudi na kutubu, tuweze kurudi na kuishi kwa umoja, tuweze kutafuta haki na tuweze kuomba kwa bidii, lakini pia tusipoteze matumaini hata katika changamoto tunazopitia. Nipende kusema ya kwamba taifa letu la Kenya lazima liendelee kumrudia Mungu kwa kila siku inayokuja. Kifungu cha maandiko tulichosoma kimeanza na maneno haya: ikiwa watu wangu, ikiwa watu walioitwa kwa jina langu. Mungu anatuita sisi watu wake, na anatuhitaji tukapate kuamka kiroho na tukapate kuishi maisha yanayomtazama na kumwelekea yeye, kwa sababu Mungu anatuzungumzia si watu wengine, bali sisi tuliokusanyika hapa na sisi tunaofuatilia mahali popote tulipo. Mungu anasema ikiwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Simgeukie jirani, mwambie hata wewe pia ni mtu wa Mungu. Mungu anazungumza na wewe. Kabla hatujaweza kuwalaumu wanasiasa, kabla hatujaweza kuwalaumu viongozi wetu, kabla hatujaweza kulaumu taasisi mbalimbali, kanisa lenyewe lazima lirejee katika utakatifu, ukweli na utii kwa Mungu wetu anayetuita kila siku. Jamani, taifa haliwezi kubadilika wakati tamaa ya mali inapochukua nafasi ya kwanza kuliko uadilifu, wakati ubinafsi unapochukua nafasi ya huduma kwa watu wengine, wakati utovu wa nidhamu unapochukua nafasi ya haki katikati ya jamii. Uponyaji wa taifa huanza wakati ule watu wanaponyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Simguse jirani tena, mwambie jirani, neno la Mungu linakuita unyenyekee. Katika kitabu cha Mithali 14 mstari wa 34, Biblia inasema haki huliinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. Kwa hivyo asubuhi ya leo kama taifa tunapaswa kujiuliza, je, tumeiacha kweli ama bado tunaandamana na kweli? Je, tumeipuza haki ama bado tunasimama katika haki kama taifa? Je, tumewasahau maskini na walio wanyonge miongoni mwetu ama bado tunawaangalia na kuwajali? Haya ni mambo ambayo tunapaswa kujiuliza kama taifa. Je, tumezoea ufisadi ama na udanganyifu, ama tunatafuta kuangamiza ufisadi na udanganyifu miongoni mwetu? Mungu analiita taifa la Kenya likaweze kutubu. Kwa familia zote nchini, ujumbe wangu asubuhi ya leo kwenu ni huu: ninawahimiza ya kwamba tukaweze kuendelea kukuza maadili ya uaminifu, huruma, bidii na upendo kwa wengine. Tukumbuke ya kwamba familia iliyo imara hujenga jamii imara, na jamii iliyo imara hujenga taifa lililo imara na lililo bora. Kwa hivyo katika kiwango cha familia, jamani, tutamani kuyakuza maadili yaliyo mema, maana uozo katika nchi huanzia katika jamii. Ni wito wangu pia kwamba tutamani kuishi kwa umoja kama taifa. Mungu anatuita tuwe na umoja kama taifa. Taifa letu
limeendelea kushinda changamoto mbalimbali kwa sababu ya ustahimilivu, bidii na kujituma kwa wananchi wa kawaida wanaoendelea kuamini katika kesho iliyo bora. Ndiyo, pamoja na changamoto nyingi tulizonazo katika taifa letu, tumeshinda mataifa mengi ambao leo wanapigana, leo kuna uhasama, leo kuna umwagikaji wa damu kwa sababu hawajaweza kustahimili changamoto wanazopitia. Lakini sisi watu wa kawaida ndiyo tunajua kuna changamoto, lakini tumeendelea kuamini ya kwamba hata pamoja na haya kesho yetu itakuwa bora. Bwana Yesu asifiwe. Simguse jirani, tumwambie kesho bado itakuwa bora tu. Mwambie hata kama mafuta yameenda juu sana, bado rais alilishughulikia na maisha yatakuwa bora tu. Tie moyo mtu, mwambie maisha, bila shaka kesho yetu itakuwa bora kuliko jana yetu. Bwana Yesu asifiwe. Si mnajua hata Fikirini Jacobs amezaliwa huku ndani, lakini jana yake inafanana na leo yake? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata nawe pia leo yako haitakuwa sawa na kesho yako. Kuna matumaini ya kesho iliyo bora. Na nipende kuwapongeza viongozi wetu wa kitaifa na wa kaunti. Najua kumekuwa na malumbano ya maneno, viongozi kusutana hapa na pale, lakini wale walioko kwa mamlaka, najua saa zingine kiongozi anaweza kutumia mamlaka yake kufanya vile anataka, lakini pamoja na kusutwa na kutukanwa bado tuko ngangari. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Na mimi nipende kutia moyo Mheshimiwa Rais kwamba uendelee kuwa na utulivu ule ule ambao umekuwa nao. Si lazima kuwajibu wanaokukejeli. Si lazima kila wakati kuongea maneno ya uhasama wanapokutukana. Wewe endelea kumtumaini Mungu, maana kesho yetu ni bora kuliko tulio nayo leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tukumbukeni ya kwamba migawanyiko hudhoofisha taifa. Ukabila, chuki, uhasama wa kisiasa na uchungu huharibu mshikamano wa jamii. Na Yesu Kristo alisema katika Injili ya Marko mlango wa 3 mstari wa 25, nyumba iliyofitinika yenyewe kwa yenyewe haiwezi kusimama. Ikiwa taifa letu la Kenya nilisimame, lazima tuachane na fitina, lazima tuachane na malumbano, lazima tuachane na kutukanana, maana Mungu anapendezwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa ndiyo tumetoka katika jamii tofauti, tuna mitazamo tofauti ya kisiasa, huyu yuko mrengo huu na huyu yuko mrengo ule, na tabaka tofauti za kijamii, lakini sisi ni taifa moja. Mungu akiwa baba yetu, sisi wote tuko chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nisikieni taifa siku ya leo, uzalendo wa kweli si kuwachukia wengine kwa sababu ya tofauti tulizo nazo. Ndiyo, unaweza kuwa uko kwa mrengo fulani, hiyo ni sawa, inakubalika. Wewe ni wa kabila fulani, ni sawa, lakini jamani, tungekuwa wa Kenya kwanza kabla kitu chengine chochote. Jina la Bwana lisifiwe. Si mwangalie tu jirani, mwambie mimi ni Mkenya kwanza kabla chengine chochote. Unajua, tunaweza tukazizika tofauti zetu ikiwa tutajiona kwamba sisi ni wa Kenya kwanza kuliko chengine chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uzalendo wa kweli, kama wewe niwe mwananchi mzalendo, si lazima uwachukie wengine, ila ufanye kazi kwa pamoja na wengine kwa ajili ya manufaa ya wote. Ndugu zangu na dada zangu, tunapomshukuru Mungu siku ya leo, tukumbuke ya kuwa taifa hili linahitaji viongozi wanaounganisha badala ya kugawanya. Inahitaji wananchi wanaojenga badala ya kubomoa. Inahitaji kizazi kinachothamini amani kuliko migogoro. Na ndiyo maana Zaburi ya 133 mstari wa 1, Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Amen.
Na umoja haimaanishi kufanana kwa kila jambo, bali umoja unamaanisha kujifunza kutembea pamoja licha ya tofauti tulizo nazo. Tuweke kando tofauti zetu, tutembee pamoja kwa faida ya wananchi, kwa faida ya Wanakenya. Na kama taifa lazima tukatae migawanyiko, lazima tukatae chuki, lazima tukatae ufisadi, lazima tukatae vurugu, lazima tukatae kugawanyika kwa mirengo na tutembee kwa umoja, ndio tuweze kustawi pamoja. Tofauti zetu hazipaswi kutugawa, badala yake zinapaswa kututajirisha na kuimarisha utambulisho wetu wa kitaifa. Ndiyo tusimame kwa tofauti zetu, lakini tunapokuja kwa pamoja, tofauti zetu zitujenge badala ya kutugawanya. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize kwa kutoa wito kwa vijana wetu. Vijana wetu, ninyi ni viongozi wa kesho, na si viongozi wa kesho tu, bali ni washirika katika kulijenga taifa siku ya leo. Nguvu zenu, ubunifu wenu, na Mheshimiwa Rais, tuna kijana hapa Kilifi anayeitwa Baraka Chula, ambaye kijana huyu amekuja na ubunifu wa kipekee. Ametembea kutoka hapa Kilifi mpaka Nairobi wiki chache zilizopita akitangaza ubunifu wake wa M-Card. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vijana, ninyi ni watu wa maana sana. Kama umeketi karibu na kijana, mwambie wewe ni wa maana sana. Vipaji mlivyo navyo, jamani, ni vya muhimu sana kwa mabadiliko tunayoyatafuta. Ninawahimiza vijana, muendelee kubaki na matumaini, mubaki na nidhamu, mjihusishe katika mambo yenye kujenga wala si mambo ya kubomoa. Kenya yetu ni moja, tukiichoma hakuna mahali pengine tutakimbia. Hawa wazee mnaowakataa leo, kesho hawatakuwepo. Sisi ndio kesho tutakuwa wazee, na tukiharibu leo, kesho hatutakuwa na mahali pa kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu hajawasahau vijana, yuko pamoja nanyi. Aliinua vijana wengi katika maandiko, kijana kama Yeremia. Mungu bado anainua vijana hata na siku ya leo. Kwa hivyo msikate tamaa, msikabidhi hatima yenu na ushawishi wenu kwa uharibifu, bali muendelee kumtumaini Mungu katika hizi changamoto mnazopitia, na lipo tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Ninapomalizia, nataka nimalize kwa kusema ya kwamba leo ujumbe wa Mungu kwa taifa uko wazi. Murudieni Mungu, chagueni haki, tafuteni uadilifu, kubalini umoja, ombeni bila kukoma, wala msipoteze matumaini. Hatima ya taifa, ukumbuke hili, ya kwamba hatima ya taifa haiamuliwi na rasilimali zake peke yake, bali na jinsi linavyomwitikia Mungu katika mienendo yake. Kwa hivyo Kenya, tuendelee kusonga mbele, si kwa hofu bali kwa matumaini, si kwa uchungu bali kwa umoja, si kwa kukata tamaa bali kwa azimio jipya la kulijenga taifa lenye haki, amani, fursa na heshima kwa watu wote. Naomba tukubali kusimama tafadhali. Ni ombi langu kwamba Mungu ataiponya nchi yetu. Mungu atawabariki watu wetu na atabariki viongozi wetu. Mungu atawalinda viongozi wetu na kila aina ya uhasama, na haki itaendelea kuinua taifa letu hata zaidi. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunaliinua taifa letu mbele zako. Utusamehe pale tulipokutenda dhambi kupitia ufisadi, dhuluma, migawanyiko na kiburi. Iponye nchi yetu na uirejeshe haki miongoni mwetu. Wape viongozi wetu hekima, vijana wetu wape matumaini, jamii yetu ipe amani, na kanisa uendelee kulitia nguvu. Tuunganishe kama taifa moja
chini ya uongozi wako, Mwenyezi Mungu, na utusaidie kutembea katika kweli na haki yako. Rehema zako zilitawale taifa letu, na vizazi vijavyo virithi nchi iliyojaa amani, uadilifu na matumaini. Mbariki sana rais wetu pamoja na naibu wake na wote wanaoongoza pamoja naye. Uendelee kumpa hekima na ujasiri, umlinde na maadui, umlinde na kila aina ya nguvu za giza, ili kupitia kwa uongozi wake taifa hili likaendelee kuinuka kwa viwango vikubwa vya maendeleo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tutaendelea kusimama tuongozwe na band kuimba nyimbo za furaha tunapotoa sadaka zetu siku ya leo. Ile pay bill inaweza pia kuwekwa kwa screens ili kila mmoja akashiriki kutoa sadaka. Watu wanaweza kuketi wakati band inapoendelea kutumbuiza tunapoleta sadaka zetu. Ushers, tafadhali tufanye hivyo haraka upesi.